Watu wa Mungu, somo la leo, kichwa kinasema ya kwamba moyoni mwako umejawa na nini? Moyoni mwako umejawa na nini? Ukisoma Zaburi ya 45 mstari wa kwanza inasema ya kwamba moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nalisema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Daudi anasema ya kwamba moyo wangu umefurika kwa neno jema. Tunaposema ya kwamba kitu kimefurika, ina maana kimejaa mpaka kimemwagikiwa. Hata tusema mafuriko, ina maana ni maji yamekuja mengi kwenye mto, yamejaa mpaka yamepitiliza, yameenda mpaka nchi tambarare, nchi yani yametoka, ni mafuriko ni mengi. Sasa moyo wangu umefurika kwa neno jema, umejaa. Ina maana ni kitu ambacho kimemiminwa kikajaa, ndio kimewekwa kikajaa. Kwa hiyo ina maana huu kama moyo wake umefurika neno jema ni kwamba alichukua hatua ya kuhakikisha kwamba anajilisha neno mpaka likajaa ndani yake na likamwagika, yani likamtawala, maisha yake yakawa yanaishi sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo ni kwamba, na anasema ya kwamba hivi, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Kwa hiyo amejaa neno. Kwa hiyo hata akiongea ataongea neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwamba kama moyoni mwako haujafurika neno jema, kuna kitu umefurika. Kuna wengine mioyoni mwao kumejaa huzuni. Kuna wengine mioyoni mwao kumejaa matusi. Kuna wengine mioyoni mwao kumefurika chuki. Chuki ikisha furika itamwagika, tutaiona tu. Hata ukiongea tutajua. Biblia inasema ya kwamba hivi, mpumbavu akinyamaza aonekana kuwa na hekima. Lakini mtu akiongea unajua huyu kitu moyoni ana kitu fulani. Ndio maana akiongea. Hata mtu anayelalamika na ni uchungu umemjaa, akiongea anaanza kutojua huyu ndugu amelalamika, huyu ndugu ana chuki. Kuna kitu ambacho kimeujaza moyo wake, ndio maana anakisema. Na ndio maana pia ukisoma kwenye nyaraka za Paulo anasema wazi kabisa kwamba neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Likae kwa wingi ndani yenu. Likikaa kwa wingi ndani yetu, ndilo tutakaloliongea. Kwa mtumishi wa Mungu, ili neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, ili ufurike neno, lazima uchukue hatua madhubuti ya kuhakikisha ya kwamba hilo neno linajaa ndani yako, linaingia ndani yako. Yaani sio muujiza, lazima uchukue hatua. Mfano, tumeanza mwaka. Una mikakati gani ya kiroho ya kuhakikisha ya kwamba moyo wako unafurika neno jema? Ninajua mikakati ya kimwili unayo, lakini ya kiroho lazima kama Mkristo uwe nayo tu, kwamba labda mwaka mimi nitaisoma Biblia yote iishe. Kwa hiyo kila siku utakuwa na kitu cha kusoma, unasoma unatafakari, unasoma unatafakari. Ratiba yako hiyo. Kwa mwisho wa siku utajaa neno. Ukijaa neno utaongea neno. Kwa hiyo hata kama ukikutana labda mtu amekukosea, yamkini ulisoma neno ndani yako ya kwamba samehe, kwa hiyo utasamehe. Kwa umejaa neno, Roho Mtakatifu atachukua lile neno kutokana na shida umekutana nayo, atakwambia no, ili hapa jibu lake ni hili. Kwa hiyo umejaa, ni rahisi sana kwa majibu nakuta yako ndani yako. Lakini kama hauna kitu ambacho kiko ndani yako, Roho Mtakatifu hawezi kusaidia kwa sababu hauna neno. Biblia imesema ya kwamba Roho Mtakatifu atatukumbusha yote. Sasa atakukumbusha kitu gani ambacho hujakisoma? Lazima uwe umekisoma. Lazima moyo wako uwe umefurika neno jema ndani ya moyo wako. Ukiwa umejaa neno jema utaongea neno. Kwa hiyo kufurika neno jema ndani yako ni hatua uchukue. Na ndio maana kusoma kwenye Yoshua 1:8 Mungu alikuwa anamwambia Joshua ya kwamba kitabu hichi cha Torati kisiondoe kinywani mwako, bali tafakari maneno yake usiku na mchana, ili uangalie kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako. Alikuwa kitabu kisiondoe kinywani mwako. Kwa hiyo ina maana alipewa maelekezo yeye ndo ahakikishe ya kwamba kitabu hakiondoki. Yeye ndo ahakikishe ya kwamba anatafakari neno. Kwa hiyo sio kwamba ni Mungu atakuja atulishe neno sisi. Ni sisi tunachukua hatua. Ni kama vile chakula mezani. Ukiwapikia pale nyumbani, unawapa kula, ni jukumu lao. Hauwalishi tena wewe. Lazima wewe ndo uchukue hatua ya kula neno, lakini sasa umwombe Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa. Kwa hiyo uwe una tabia ya kusoma neno kila siku naja. Mtu yote ambaye labda anaangalia sana mpira, unakuta hata habari zake tu akifika mahali, hata kama ni kwenye daladala, ni wapi,
Ukianza tu mjadala wa mpira anaongea sana. Kwa nini? Amejaa mipira ndani. Kwa nini? Muda wake mwingi ameutoa kuangalia mipira. Kwa nini? Muda wake mwingi huko. Mtu ambaye ameangalia filamu sana au hizi bongo movies, stories zake nyingi ni hizo. Kwa nini? Ndicho amekipa muda. Je, wewe umekipa muda kitu gani? Je, umetoa muda wa kutosha kwa neno la Mungu? Kwa hiyo ukitoa muda kutosha, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, utajaa, utafurika, utaongea neno. Kwa ukijaa, ukifurika, utaongea neno. Kwa hiyo utashangaa sana maisha yako yanaenda vizuri. Kwa hiyo nakushauri sana mtu wa Mungu, hakikisha moyo wako unafurika neno jema. Ukifurika neno jema, habari